Hello. Tuanze kupitia moduli yetu ya 3 kwa kuangalia jinsi ya kufanya SWOT analysis, ambapo SWOT analysis, yani SWOT, hii ni tool ambayo ina evaluate strength, weakness, opportunities and challenges, ambazo tunasema to help an organization assess their internal and external environment. Kwa unajaribu kujitathmini, kuassess mazingira yako ya ndani na ya nje, namna ambavyo yanaweza yakaathiri performance ya organization, kwa maana ya kuathiri ama positive ama negatively. The issue ni kukuathiri either positively or negative, ambapo kwenye SWOT analysis ina consist strength, ina consist pia tunaziita ni weakness. Strength na weaknesses hizi zote ni internal factors. Moja inakuwa ni positive, strength zinakuwa ni internal lakini positive. Hizi weakness zinakuwa ni za internal lakini ni negative. Kwa positive, hizi strength zinakusaidia wewe kama zinakusaidia, lakini weaknesses ni za kwako za organization, lakini zinakufanya uwe una lose. Opportunities zenyewe ni external ila zinakuwa positive, na challenges pia ni external, zinakuwa ni negative. Kwa whenever you are talking about SWOT kama tool ya kufanya analysis, unajua ina pande mbili, na pande moja ni za internal. Strength zina consist internal attributes ambazo kama resources ambazo zinaipa organization upper hand, au tunasema a strong foundation for its undertaking. Unakuwa navyo vitu tayari. Kwa mfano kama ofisi tayari ina jengo, kama taasisi za umma ina kanuni na sheria, tunasema these are the strong, ina uongozi, organization structure ina exist. Tunasema hii ni strong, ni positive attribute ya ndani, lakini ni positive attribute. Weakness inalifaa bado internal, ni vitu ambavyo bado viko ndani ya uwezo wa taasisi. Internal means viko ndani ya uwezo wa taasisi, lakini hizi zina affect factors ambazo zinasababishia taasisi yako isiweze kufanya vizuri. Tunasema ina hinder performance or creating vulnerability to the organization. Ni weakness, yani kitu ambacho unacho ndani lakini kinakufanya uwe disadvantage, ushindwe kuperform vizuri, au kinakuweka kwenye hatari. Say kitu kama kutoweza kukusanya mapato. Una kanuni inakuruhusu kukusanya mapato, lakini wewe tu kwa sababu nyingi tu hamwezi kukusanya mapato kama mlivyopangiwa. Nasema hii ni weakness. Kutoweza kusimamia yale mambo mliopewa. Kila kitu umepewa kanuni, umepewa everything, lakini unasema unashindwa kufanya kile ambacho tunasema this is a weakness. Halafu kuna opportunity, hii ina refer to external factors. Opportunity ni external factors. Hizi ni zile vitu sasa ambavyo viko nje ya organization, lakini unaweza ukivitumia vizuri vikakusaidia benefit organization growth or improvement. Hizo tunaziita opportunities. Let's say uwepo wa development partners. It's an opportunity. Uwepo wa development partners, DPs, upo. Sasa issue ni wewe namna gani unaweza kuwatumia hiyo opportunity na kuibadilisha iwe fursa. Kuibadilisha iweze kukunufaisha. Of course fursa ndio opportunities. Namna gani unaweza kuitumia hiyo fursa ili iweze kuinufaisha organization yako. Hiyo ndio tunasema ni opportunity, external factor, ambayo kama ukiweza kuiexploit vizuri inaweza ikakufanya ubenefit kwa ajili ya growth au improvement. Alafu challenge ni external factor, lakini that could hinder progress or pose a risk to the organization and its performance. Hii nayo ni external factor, lakini inaweza ikasababisha usifanye vizuri, au inaweza kukuletea risk, challenges. Because neno sahihi kabisa kwa watu waliotengeneza hii tool ni tunaita ni
ni ndio maana ilikuwa inaitwa ni SWOT analysis, ni threat actually, ni threat. Sema tu kwenye public tunapenda maneno matamu matamu, tunasema challenge, but kwenye original tool inaitwa threat. Ni kitu ambacho kinaweza kikahatarisha wewe usiweze kufanikiwa, pamoja na all the strength ulizokuwa nazo, all the opportunities zilizopo, bado kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuthreaten, vinaweza vikathreaten organization yako isiperform vizuri. Kwa hiyo tunazitaga ni external factors ambazo hauna control nazo, lakini zikitokea zinakufanya ushindwe kuperform. Kwa mfano masuala kama ya political instability, it's a challenge, au political support, kukosa support kutoka kwa watu wenye nguvu za kisiasa. Umeteuliwa pale, labda ndio mkuu wa taasisi, ghafla umekorofishana na waziri wako, everything kinaharibika. Kwa hiyo tunasema hizi ni challenges. So kwa muktadha wa operational perspective, kwa muktadha wa operational mandate kwenye organization, lazima udetermine strength, weakness or other entities based on mandate affecting organization performance, capacity na kudetermine challenges. Of course hayo ndio mambo makubwa, lakini kikubwa zaidi ni kwamba wakati unafanya SWOT analysis, hatufanyi tu ili bora mradi tumefanya. Kuna utaratibu wake kwanza wa kufanya SWOT analysis. Najua watu tumezoea kukaa kwenye meza mnakumbiana hii challenge, yes challenge hii, ndio tunavyofanya, na ndio maana hatuendelei, kwa sababu tunafanya vitu vizito sisi tunavichukulia kwa urahisi. Utaratibu kabisa unatakiwa ufanye through brainstorming sessions with relevant staff and stakeholders, na msikae tu watu wa mipango mnazijua challenges za taasisi nzima na weakness na strength. Lazima kupata data kutoka kwenye external. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kufanya, halafu una analyze hizo findings, una set priorities, hizo factors prioritize based on their impact, na ndio maana kuna tool specific nimeiweka kwenye darasa hili, utaiona inakusaidia kuweza kuanalyze hizo factors zako ulizozi identify, kama ni strength, kama ni weaknesses, unazianalyze ili kuangalia impact yake, likelihood yake. Sasa zile weakness, strength, hizo ni tunaita challenges, lakini una develop strategies. Sasa hapa ndio kwenye issue. Ukishazigundua whether it is a strength au weakness au opportunity au challenge, kuna formula ambayo unaitumia wakati unatengeneza strategies. SWOT tunazifanya kwa ajili ya kutengeneza strategies. SWOT inatusaidia sana kwenye kutengeneza strategies. Kwa kule utakapokuwa unatengeneza strategies zako, unatakiwa unajua hii strategy ninayoiweka tukiita SO strategy. Hii ni strategy ambayo una use strength to seize opportunity. Unatumia strength uliokuwa nayo kuitap opportunity. Let's say unasema una mfumo mzuri wa usimamizi wa fedha, una good governance, una anything, then unapoanza kupartner na dona, kukiona fursa ya kupartner na dona, hizi ndio unazitumia kama fursa. Una uwezo wa kusimamia fedha, una uongozi mzuri, so unamwashua yule partner wako au dona ambaye angekupa pesa kwamba hela zake zinaingia kwenye mikono salama. Una workforce ya kutosha ambayo iko ina weledi. Those are the, nasema unatumia strategy ya kutumia strength ku seize opportunity. Aina nyingine tunasema ni WO strategies. WO strategies, hizi ni zile strategies ambazo tunasema ni una address weakness ku capture opportunity. Umeshakuwa na weakness, now you address the weakness ili uweze ku capture opportunity. Una address weakness ili uweze ku capture opportunity. Umeona una changamoto ya
ya incompetent staff. Kwa hiyo as a strategy unasema uta build capacity kwa staff wako ili wauondoe hiyo incompetence, alafu uweze kucapture opportunities zilizopo. Hiyo ni approach ya pili ya kutengeneza strategies. Of course tutakuja kuzungumza kwa baadaye how to develop strategies, lakini hapa na link to how SWOT analysis ina relate na strategic planning. Nani nyingine tunaita ni ACC strategy. ACC strategy hapa una use strength to counter challenge. Strength to counter challenge. Kwa hiyo unaenda kwenye hizo strength zako na unaenda kwenye challenge zako, you try to counter hizo. Unaangalia namna gani strength itakusaidia kucounter challenge yako. Tutakuja kuzungumza kwa baadaye wakati tunatengeneza strategies. Halafu tunakwenda kwenye SW ambapo hapo una use strength to combat weakness. Na strength zako unazitumia hizo strength ku combat weakness. Halafu kuna OC, una optimize opportunity to suppress challenges. Una optimize opportunities to suppress challenges. Na tuna weakness WC strategies, hapa una minimize weaknesses ku avoid challenges. So those are the principles ambazo huwa unazitumia wakati kwa output za kwenye SOC, jinsi ambavyo zinasaidia, na ndivyo ambavyo huwa tunasema chapter 2 inatusaidia kwa ajili ya kuplan strategic plan. Ndio maana zimepangwa hivyo. Unaanza unafanya situational analysis, then based on the analysis unakuja kutengeneza strategic direction in the plan. Ndio utapata vision, mission, strategic objective, na utazikuta kule una sehemu unatengeneza strategies. So how do you formulate strategies? You have to formulate two strategies, just strategies. Huwa naona watu wanakopi zile za mwaka jana kama zilizopita, ni angalia wanasema ne, lakini good practice inataka unaziangalia hizo analysis ulizofanya. Kwa mfano SWOT analysis, of course ndio kama summary ya mambo yote. Ukiangalia SWOT analysis ndio kama ina summarize analysis zote ulizofanya kwenye hiyo matrix, ambayo kwenye hiyo matrix inakuwa una internal external factors. Internal zote ni weaknesses and opportunity, strength and the weaknesses. External ni opportunities and the challenges. Unaziangalia kwa ujumla wake, hizi ndio zinataka zikupe strategies. So that is how unafanya SWOT analysis na umuhimu wa kufanya SWOT analysis. Ambapo tool ya namna ya kufanya SWOT analysis kwa wale ambao wako kwenye darasa langu la online masterclass ya strategic planning utaikuta chini ya video hii unayoangalia. Wale waliokuwa kwenye darasa tu kwenye YouTube utaiona. Utaidownload hiyo tool kama kweli unatumia haya mafunzo. Download hiyo tool, utaangalia jinsi ya kufanya hiyo SWOT analysis ili uweze kupata matokeo mazuri kwa mpango mkakati wako. So hope utakuwa umeenjoy. Tuonane katika session inayofuata.